ndiposa watu sema nimeenda hivi na kam, tumeenda hivi tumekam. Hapa hivi ni open mic on Youth Cafe, #Youth Cafe. Unaweza nifuata @Brian_Aseli, @Zinzi_K, @KTN News. Lakini lazima tuende hivi tena. Tunataka kuona wasee mtaani walikuwa wanasema nini. Street Sense, you make sure sauti yenu imesikika. Cheki Street Sense. Partly I'm happy with whatever happened in Jamhuri, but partly it was a bit comic, and I think it is time that people start taking our country seriously, and especially state events. And when it comes to, I think we had more deserving people, like the people I saw mentioned in that list. So I think the whole thing was shambolic in a way. But some people really deserve to be there. Can't complain much about the state accommodation because everyone is distinct in the areas he or she plays. Some like Githeri man made Kenyans happy during that voting day, and so I can't complain. And whoever is complaining, I think is complaining for nothing. For me, it was well done. If you look at the people like who are being recognized by the state, like Jogwa Joroge are the best people you see when you come to the people. For me, it was well done. I don't think anybody of my age and from this generation can be happy because of two reasons. What we saw there is where the Jubilee government was trying to give or shake hands with these people who supported them during the electioneering period, which in my own way, as my friend has just said, it's very comical to give a person like Githeri man, whereas we know there are some other guys who did a lot for this country during or even in recent times. People like those people, when you talk about those doctors who operated the twins or the conjoined twins, and they were able to successfully do that, then you're telling us that you gave Githeri man that state commendation. To me, is not right. To me, is not good, and it breaks the reason as to why, the sole reason as to why the whole or that whole process was done, because it breaks the sole reason as to why the process was done, because it did not give the people who deserved it rightfully. That's my own thinking. Unfortunate to see the kind of names that were listed there. As personally, I expected names of people who have done great things for this country, heroic things for this country, including some of those athletes like Gerotich who had won medals. We have other youth leaders, and including the other girl who helped during the fire incident at Moi High School, Moi Girls School. Such individuals who have done heroic acts, but we were actually disappointed by the list that came out, seeing fellows, including bloggers and sycophants. They were the ones rewarded with such honors. Such honors are not supposed to be granted to people simply because they have done maybe sycophants job, because we have seen the most people like Dennis Itumbi and Robert Alai, who actually recently defected from ODM to Jubilee, are the people who are granted these honors. We expect people who have stood for something, people who have stood for their principles, people who know what they stand for. Because according to the National Honors Act of 2013 and Article 134, Article 132(4)(c) of the Constitution, it states that the members who are supposed to receive such honors are people who have done heroic acts or people who have exhibited exemplary qualities. So for that young person who is in the village, he will wonder, is eating Githeri during election an exemplary quality? So definitely this is something that, number one, does not even meet the threshold. All right, so those were just some of your thoughts on the list rather of commendation by President Uhuru Kenyatta that was made earlier this week during Jamhuri Day. We have Wafula who's joining us by way of phone. Wafula, good evening. Thank you so much for calling into Youth Cafe. What are your thoughts, your comments, your questions? Okay, my question is that Wafula? Yes, hello Kipini. Nasema hii kulingana na kitu ya Kasarani enyewe Uhuru kuriwadi wa Kenya CV. Yes madam. Yes, go on. Kuriwadi wa Kenya CV baya. Lakini kulingana ile Uhuru alifanya, angeriwadi watu kama kina Boniface Mwangi.
Unajua Boniface Mwangi anapigania human rights. Naona alipigwa na tear gas kwa sababu ya Wakenya. Sasa kirewadi mtu kama Kideriman unajua hiyo ni kitu yenye iko common sana. Si vizuri kurewadi mtu kama Kideriman. Sasa ningependa kwaji Uhuru Kenyatta arewadi pia watu wa opposition. Jumla kiangalia siku ya Kasarani alirewadi watu wa kutoka Central peke yao. Hakurewadi watu wa opposition. Sasa pale arekebishe. Alafu na wale wenye wanampea ile majina ya kuwa rewarded pia uko wanaangalia vizuri sana. Watu kutoka upande za Kenya zote. Jumla tu kuona mtu kama Wanyanza, watu wa Central peke yao. Sasa ni hivyo tu. Alright, thank you so much Wafula. Alafu pia tunapigiwa simu na Julius. Sijui Julius kama unanipata, nataka kujua wewe unaonaje hii list ilikuwa fair? Unafeel kama president walifanya team ya president walifanya enough research to make sure that wasee kibao wamekuwa awarded? Julius, ningependa kujua kama unanisikia, ningependa kujua unaona ni kama team ya president walifanya research enough kuweza kupatiana award kwa the rightful people? Nika tumemhata kidogo, lakini tuko hapa hivi ndani ya studio, ndani ya open mic. Zarika, mimi ningependa kujua what are some of the things new upitia? Unajua kila mtu anakucheki kama wewe ni champ, kama ushabeba belt, lakini watu hawajui kile upitia huko nyuma. Na ukiwa msik vitu kama hizo, watu understand plight ya boxers. Hebu tuambie kwa uko aje? Hiyo ni ukweli kabisa, sababu sisi kama maboxers si upitia a lot. Juu ukiwa kwa gym uko peke yako, kusema tu ukweli. Ukiwa kwa gym ni wewe na coach wako. Wakati ambapo uko champ wewe ni wa kila mtu. So na wakati ambapo uko msik pia uko peke yako. Juu hakuna mtu yote mwenye ambapo anaweza kusaidia. Ni wewe peke yako ujisaidie na ni wewe peke yako jitoe hapo. So mimi ningependa kusema ya kwamba sisi kama Wakenya tusaidiane na tukue kitu kimoja. Ukiwa wewe ni champion bado kuwe wewe ni wa watu. Ukiwa wewe si champion bado kuwe mtu wa watu. Na at least watu wajitokezee waweze kusaidia. Angalia sasa kama kwa Justina vile yuko. Kusema kweli saizi ako peke yake. Na wakati ambapo walikuwa pale kwa ring ilikuwa kila mtu yeye ni champo wetu, yeye ni champo wetu. Saizi ako wapi? Hakuna mtu yote mwenye ambapo anashughulika saizi. And Patrick, yeah. What are some of the challenges you face even as you're doing this good deed of giving water to wild animals? Some of the behind the scenes that we don't get to see, those challenges that you face. Challenges ziko kwa sababu okay, wakati mwingine unataka kufanya ni kitu fulani kwa sababu ya wanyama and I mean you don't have that ability. Unajua mimi nimeanza katika very humble beginning. Na nashukuru Mungu mahali nimefikia because nimeweka solar pumps porini, nimenunua truck yangu kwa sababu wakati ule nikianza nilikuwa sina truck, lakini kwa sababu ya well wishers donations nimepata hiyo truck. Lakini bado tuko na challenge kwa sababu unapokuwa unaingia porini kuna ni wildlife. Wakati mwingine unakutana na ndovu, unakutana na simba, unakutana na nyati. Wakati ule nikifungulia kama ni maji, ni wale wanyama wananisongelea karibu na lazima wafungulie wapatie maji. Lakini bado najitia moyo kwa sababu najua ya kwamba nawasaidia na tayari wenyewe wanajua kwamba nawasaidia. So it is a challenge but also it's an achievement on my side because at the end of the day nikiona ya kwamba ni wametosheka, wamekunywa maji, wanalala, then that is my joy. You've played your role as Patrick for the day. Yes. Wow, that is amazing. Yeah. Fatuma, I'm personally glad that you made it on that list. Because again, as I've been saying all over during the show, you're a woman and you're a woman in boxing and you're a woman who has won quite a big championship. Do you think that the list could have had other people, our soldiers, the medical team, that you've even had someone just saying on Street Sense, the medical team that separated the twins successfully, the young girl who lost her life during the Moi fire from saving her friends? Would you have loved to see more selfless people? Because people criticize us as saying it was more of like a political list. A list to award individuals for their loyalty. Would you have wanted to see more kawaida Kenyans who are playing a big role in service that we might not even hear of and know of? Okay, kivyangu by the way naweza sema kwamba
ya naona kuna wengine wako wenye ambapo wangefaa kuwekwa hapo, lakini mimi kama kivyangu ningependa kusema ya kwamba juu watu wenye ambapo walikuwa wanapanga maybe ndio walikuwa na shida mahali, so siwezi nikajaji mtu niseme kwa nini hakufanya hivi, kwa nini hakufanya hivi, sababu hao wenyewe walikuwa wanajua ni kwa nini wamepanga hiyo kitu hivyo. Na juu kwa mfano hata mimi sijakuwa kwa hizo awadi kwa muda tangu nianze boxing, niko na kitu 16 years. Hii ndio mara yangu ya kwanza to be recognized, right? Unaona, so siwezi complain na siwezi sema anything, so sijui ni kwa saizi walionaje ndio wakaniweka, so singeweza complain. Even that your name being on that list, has it made any difference? Okay, kwa mfano juu niliona jina iko but sikuona anything else. It was just a name. So ni jina, so unaona hata tukibishana tukisema ati kwa nini watu fulani hawakuwekwa, kwa nini fulani hakuwekwa, ni jina tu, hakuna kitu kingine. Unaona, so hakuna haja juu maybe nao watawekwa siku nyingine. Tusikufe moyo juu sisi ni wa Kenya na tuko pamoja. I think kila kitu itakuwa sawa. Thank you. Asante sana kwa kutujoin. Asante sana kwa kutujoin. It's an honor to meet you guys in person. And of course, kama uko kule nje na kuna mtu ako in service, make sure umemcelebrate every single day. Na kapoa juu nimedressiwa na Mike Ndeda, kaa kuna joto hapo hivyo karibu na wewe, ni the hottest man alipita hapo hivyo. Tuchekiane next week mzuri.